bwana, ni muda wa kuongelea soka, ni muda wa kuongelea kandanda. Usisahau ni host wako na sauti ambayo unaisikia ni Tachi kama hapo unavyoweza kuniona. Karibu sana ndani ya channel yetu, lakini usipite bila kusubscribe na kutoa comment yako kwa kile kitu ambacho anaenda kukizungumza Lauzinho. Tupo muda wa kuongelea soka sasa hivi. Lauzinho, mambo vipi? Bana safi, nashukuru Mungu, alhamdulillah tupo live beach hapa. Tuna enjoy, tunapata upepo wa bahari, mangroves hizo trees mnaziona. Huu ni utalii wetu wa ndani. Tunashukuru. Mko vizuri? Tuko vizuri, tuko fiti, tuko poa. Mukide. Mukide. Yeah. Bwana, kuna matukio mbalimbali ambayo yameweza kutokea hapa katikati. La kwanza, Yanga ameweza kuwa bingwa mpya wa kombe la muungano kule Pemba ambapo walipofanyika, lakini pia tumeshuhudia mchezo wa Simba kati ya Mashujaa ambao umezua gumzo zaidi. Tukianza na mchezo wa finali Yanga dhidi ya JKU kule visiwani Pemba. Mchezo ulikuwa aina gani na ulikuwa umesadifu nini kuelekea katika michuano mengine Yanga ambao wanashiriki? Mchezo ulikuwa kawaida na mchezo ulikuwa kama ulivyoonekana. Kutokana na rate yao na ushindani wao, ule ndio ushindani ambao unaotakiwa, kwa sababu walienda kule, hakuna timu ambazo utakaozoweza kuzifanya udhamini wako kuzifanya unavyotaka wewe. Mechi ya kwanza ushindani ulionekana, wakapata goli moja. Mechi ya pili ushindani ulionekana, kwenda mikojo ya penalty. Mechi ya tatu ndio hicho kimoja. Kwa hiyo waone tu kwamba yale ndiyo mashindano yanayotakiwa, ni ligi ambayo inayotakiwa wapate competition ili timu yao izidi kuwa bora. Sababu huwezi kuwa bora endapo kama ukutani na bora. Ukiwa bora lazima, ili uwe bora lazima ukutane na bora. Sasa nyuma mwiko anakutana na mitelezo, ndio maana hata goli moja lilimshinda pale Lupaso kulipata, kutokana na hakutani na watu bora ambao wanapaswa kuwa bora. Na mitelezo. Kwa hiyo ndio maana unakuta ugumu unakuja, mwenzake anaona anatusua na kupasua kwenda anga tofauti, kutokana na ubora na timu na ushindani anaopata ndani ya ligi yetu, ndio unampelekea iwe vile. Inampelekea iwe vile. Nini kinaangaliwa ndani ya wachezaji wa Yanga? Kuna tofauti gani Yanga ambayo ilomaliza msimu uliopita na Yanga ilomaliza na sasa hivi inaenda kumaliza msimu huu? Unaweza ukasema Yanga anaweza akawa bingwa ndani ya ligi kuu ya NBC kwa hizi mechi akikamilisha ushindi wa pointi 3. Kwanza huwezi kuwa bingwa kabla hujacheza na Simba ambao hutaki kucheza naye. Kikanuni haipo, kwa sababu utakuwa hujacheza michezo ambayo inayostahili. Utakuwa umecheza michezo pungufu. Sio duru ya pili hujacheza michezo 15 kama inavyotakiwa ucheze. Utakuwa umecheza michezo 14. Na ukiangalia kwa upande wa Yanga ya sasa na Yanga msimu uliopita ni tofauti, kwa sababu Yanga ya msimu uliopita ilijitumua ikafika robo finali ya CAF Champions League. Yanga msimu huu imeweza kujitutumua hata group stage, kwenye group stage kwenda quarter final hawakuweza kupita. Kwa hiyo niseme tu ni Yanga ile feli, ni Yanga mbovu, ni Yanga ambayo haina weledi, na ni Yanga ambayo haikupata match fitness nzuri za kuifanya mpaka iweze kupita katika hatua zile ndogo ambazo walipaswa wao wapite bila kipingamizi chochote, kama wenzao Simba wanavyofanya miaka yote mpaka wakatungwa jina la mwaka robo. Kwa unataka kuniambia kwamba Yanga sasa hivi ukarabati wao umeshindwa kuboreshwa zaidi, walishindwa kuliangalia ili viongozi? Hakuwarekebisha wakajizatiti kwamba wana timu nzuri, na kilichotokea ndo kile, ukaona timu yao ilishindwa kufuzu kupita, kupata goli moja tu ambalo Simba aliweza kupata goli 2. Kwa hiyo yeye alishindwa kupata goli moja katika CAF Champions League. Kwa hiyo niseme tu Simba is better than Yanga of this season. And then you see there is a new team of Simba Sports Club. Wamebuilding new team na pia wamefanya matokeo mazuri. Till now they are in final CAF Confederation Cup. Yanga Africa wako muungano wamechukua. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. So that is difference between Simba Sports Club and Young Africa for this season. Kwa hiyo kwa season hii Yanga is losers. They don't fit in CAF Champions League. Na pia hata hiyo ka NBC Premier League there is a competition, because Simba they have to finish their matches ambazo ni viporo 4. Wakishamaliza
wataona sasa ile decision, kwa sababu Young Africa wamewapita Simba Sports Club only one point. No, 1 point. Kwa sababu kwamba wakimaliza lakini vile viporo vyao wakapata pointi zote ni pointi moja. Kwa hiyo you can't be a champions kama hujacheza na Simba. Kwa hiyo lazima acheze na Simba. Competition wakishamaliza game zao, hapo ndio tutajua kwamba yeye ni nini. Na pia kuna kombe la CRDB. Pia hiyo pia Simba nayo yuko kwenye hatua nusu finali. Kwa hiyo huwezi kusema atachukua lile kombe hali ya kuwa washindani wapo. Kwa hiyo kwangu mimi tu msimu huu ni msimu mzuri wa Simba, na ni msimu mzuri Simba pia amefika kwenye renki ya namba 4. Kwa hiyo shout up wa Simba Sports Club, Young Africa pia nawapongeza kwa hicho kikombe chenu cha Muungano Kahawa Cup. Tuje kwa Simba ambayo sijaendelea. Kuna watu ambao akili zao ni mbovu, wanajitia uendazimu, wanajitia ni amnazo kulifananisha kombe la shirikisho na lile kombe la Muungano. Umeelewa? Yaani ule ni unaitwa amnazo. Ni wachambuzi. Yaani wao wachambuzi, wale mashabiki wao ambao wenye njaa, wale ni tuseme machawa wao. Anaitwa Ibrahim Ambukile. Wao ni watu wa iftari wale. Wale hawajui mpira. Yaani mtu unakaa mchambuzi mwenye akili zako, professional, kwenye vipindi vya East Africa, EFM, Majizo TV, ile radio yako utaifanya sisi mashabiki tushindwe kusikiliza, kwa sababu kuna watu ambao hana weledi, wanaleta ushabiki katika uchambuzi. Kwenye moja anaweka 4, kwenye 4 anaweka 5, ambayo mtu haeleweki. Mtu unaona kabisa shirikisho ni kombe ambalo rais wake Motsepe anaweza kuwepo kwenye finali, au Frantino wa FIFA analifahamu. Kombe la Muungano mtu alijui hili ni kombe lenu la ndani. Ni sawa sawa na Bonanza. Simba leo ikaweka Simba Bonanza veterani au nini. Ni sawa sawa na kombe lile. Japo lina present, atulidharau, ni kombe ambalo lina present Zanzibar na Tanzania. Umeona? Lakini usililinganishe na CAF, kwa sababu ile kombe lile. Sijaona timu kutoka Kenya, sijaona timu kutoka Egypt, siona timu kutoka Algeria, siona timu kutoka Costa de Marfil. Kwa hiyo ile ni timu tu za Tanzania ambayo hata Costa kashiriki. Lakini huwezi kulifanisha na timu ambayo kuna Al-Masri, umeona? Kuna Diagosto, kuna De Maquiz wale, umeona? Kuna Constantini, CX Faction. Yaani ni timu ambazo RS Berkane, alafu uje kulifanisha na kombe la Muungano. Kwa hiyo wachambuzi muwe na mentality, muwe na akili, msio kama wapuuzi. Wanaita kama kuchafua vile. Upuuzi wanaosema wao ni upuuzi na ni utaira ambao wanaoleta wao, wanajifanya amnazo kama zile dawa za Mirembe bado hazijaletwa hapa wafanye mpango wazilete, tuanze kugawa hizi dawa za Mirembe kwa baadhi ya wachambuzi. Lakini kama mtu hana neno la kuongea, bora akaikimia. Bwana, tuje kwa Simba Sports Club ambaye amecheza dhidi ya Mashujaa na kaibuka bao 2 kwa 1 pale KMC Complex. Dakika zilizokuwa gumzo dakika 15, lakini zile penalti za muamuzi za refa mule ndani ikasababisha watu kuzungumza mengi, ikiwemo kama upangaji wa matokeo, kwamba marefa wanawatafutia matokeo timu fulani mpaka ipate matokeo ndio mpira unaisha. Kwa kweli Uzinyo, una kipi cha kuzungumza? One of the big match, one of the good match, na pia ilikuwa ni game nzuri sana. Laiti ingekuwa Mashujaa, na wapa tu wanangu wa Mashujaa watu kazi. Yaani kama mnaonyesha hizo game, yani mnaendelea kucheza hiyo kwenye NBC Premier League hivyo kila siku, mngekuwa nafasi ya 4 na mngepata nafasi ya kucheza CAF Confederation Cup hapo mwakani. Lakini mechi hizo mnazitoa endapo mnapocheza na Simba. Hilo ndo tatizo, na nilishapata kusema kila timu itakayocheza na Simba italaumiwa mwaka huu. Tutaambiwa Simba tunabebwa, kwa sababu nilihesabu zile dakika, ilipaswa refa aongeze dakika 25, kwa sababu ule mchezo ndani ya dakika 45 ulichezwa 25 minutes ndo zilichezwa. Yaani alitakiwa aongeze dakika 25 ukifidia na zile stoppage time. Yaani alitakiwa aongeze 25. Zile 25 ndo zingepelekea ile stoppage time, sio dakika 15. Yaani 15 pia wameipendelea ile Mashujaa. Ilitakiwa ziongeze 25. Yaani zimepunguzwa. Zilitakiwa kama wanaangalia
Pro League ya Arabuni. Arabuni zinaongezwa mpaka dakika 25. So 25 ukijilaza mpaka 30 zinaongezwa. Kwa hiyo unakuta mchezaji ameumia, anajifanya ameumia, anatolewa nje ya chake, ananyanyuka mbio mbio anarudi. Kwa hiyo tu ile ndio ubwela wa Simba. Na ile Simba wamefanya vizuri na wamejitizatiti na ile listahili penalty zote mbili, clear penalty, no anything, no any sijui makando kando. Ile ilipaswa kuwa penalty ambazo zimepigwa mbili na Simba alideserve kupata zile penalty, na pia ile dakika 15 Simba alionewa, zingetakiwa zile dakika 25 ili zicomplete ile dakika 90, dakika 45 za kipindi cha pili ziwe 90 neti. Kwa hiyo kwangu mimi nakubali sana refa yule na namheshimu sana, na tumtamani yule kama dabi inaanzishwa kwa sababu sio kuanzishwa, ni kupangiwa tarehe. Dabi ikianza aekwe yule refa awe moja ya refa atakayochezesha dabi ya Simba na wale nyuma mwiko. Refa jana alikuwa hajawapendelea Simba, zilibidi dakika 25. Tena amewadhulumu Simba, zilitakiwa ziwe dakika 25 sio 15 kutokana na mpira uliochezwa kujilazalaza. Umeona, kutokana na maagizo. Na hii ndo inaofanya iharibu mpira, na hii ndo sosi ya kudhamini timu 8-9. Timu hiyo ambayo inamkazia Simba imefungwa goli 5. Baadaye wamefanya kikao chao, wamepewa dini vyakula, sijui ni pilau. Umeona, kaingia mkataba akapigwa goli 5. Mkataba wa goli 5. Kwa hiyo ukicheza na Simba lazima ulalamike, kwa sababu yule kakuwekea nini? Kakuwekea kiasi kikubwa cha nini? Cha pesa. Hatuendi hivyo. Tunaharibu mpira wetu. Na mpira wetu Simba amefanya jambo zuri. Wewe unazungumzia hiyo, Simba lishaongezwa dakika 8. Tunacheza na X-Faction. Kama unakumbuka pale hamna Kayoko, hamna Rajige wala hamna nani huyo Kayombo. Yule aliongeza dakika 8 na mpira uliisha dakika 99 au 100 kama sijakosea, kutokana na wale ndani ya dakika zile za stoppage time walikuwa wanajiangusha. Kwa hiyo refa anachokifanya, kama hawajui ni wafundishe. Unapolala refa ana stopwatch yake, ni tofauti na saa zenu zinazoenda. Ana twin, ana stopisha. Uko ukistopisha wewe jilaze, dakika 2 zako ziishe. Dakika 3 ukiendelea, yeye anaendelea dakika zake, angalia dakika za dashboard kule zinazotoma. Kwa hiyo wewe kule hata iende 105. Ikiwa huku dakika za refa hazijaisha, ataendelea kuchezesha na atachezesha kwa haki, zile dakika zake 15 ziishe kwa umakini. Kwa hiyo mimi nasema tu ubwela umetendeka, goli 2 zimetendeka, na mechi inayofuata na JKT. Naam, itakuwaje hiyo mechi zidi ya JKT uwanja wa General Sumuyo? Mwendo ni ule. Simba kama kawaida yao hawaogopi mechi, wanachokitaka ni kushinda ili taji. Ili kushinda ili taji, maana yake unapaswa ushinde hivi viporo. Ukishinda viporo, maana yake baina ya mpinzani wako wa kwanza na wewe mtapishana pointi kidogo. Kwa ili uweze kuwini hizo, unatakiwa ushinde mechi zako. Na Simba anafanya juhudi, ameshashinda na Mashujaa. Anaenda kushinda mechi nyingine zidi ya nani? Zidi ya JKT Tanzania. Then after tutakuja atacheza na nani? Na kama sikosai na KMC. Ana mechi kama 4 hivi. Kwanza ilikuwa ngumu na JKT, mlipata ushindi kwa tabu pale KMC. Mnaenda nyumbani kwao. Watu wanaitabiria huenda Simba akafungwa au akiponea sana draw. Yote ni mpira, na mpira huwa una matokeo matatu. Hatukatai Simba kufungwa. Si hatukatai kufungwa, hata sisi tukishinda ndio tunaambiwa tumebebwa au tumependelewa. Simba atashinda na atacheza mchezo wake, na JKT itaingia kama timu ya pili. Najua mara kwanza waliweka ugumu kutokana na hile ndio ushindani tunaoutaka. Na Simba tunataka tukicheza na timu ziendelee kuahidiwa, ili sisi tupe mazoezi makubwa na utension na umakini mkubwa, ili hata tukienda finali tuweze maintain ile pressure ya timu ambayo inakuja na pressure ya kupata matokeo na kuahidiwa, ili nao tukienda kucheza na Berkane tusaidie hiyo. Kwa hiyo tu sisi hatushangai. Nasikia kuna ule msumbufu amempangia kidogo amguse finali ili iwe ngumu. Wao ile ni Elie Mpanzo kibisa wala, na yeye anacheza kwa akili na hatocheza kama hivyo wanavyotaka wao. Hatojirusha rusha, atafanya kazi yake na atazidi kuwa makini, na rotation itafanyika, sababu kocha Faldu ana akili na anajua pressure ya finali, na tutacheza kwa tahadhari kubwa sana ili tuweze baadaye kuwini
kuweze kumaintain zile mechi zote, ili baadaye tuje tucheze finali yetu ambayo itakuja kutupa hadhi kubwa tofauti na ile kombe ambalo kila siku tunalichukua. Bwana, waweze kupata finali kubwa ili iweze kuendelea. Huyu alikuwa ni Lauzinho, mchambuzi wako, lakini usitoke bila kusubscribe na kutoa comment yako kwa kile kitu ambacho amekizungumza mwanzo mpaka mwisho. Tukutane wakati mwingine, lakini usisahau kusubscribe.